Kuna majina yanayodumu kama alama kwenye vitabu vya soka. Kuna wachezaji waliocheza wakaondoka na wakasaulika, lakini kuna wale waliokufa wakiwa wamesimama. Mmoja kati ya majina hayo ni Roberto Baggio, the Divine Ponytail, mchoraji wa mipira na mwanadamu aliyebeba mzigo wa taifa zima kwa mpigo mmoja wa penalti. Roberto Baggio alizaliwa Februari tarehe 18, 1967 huko Galdogno, Italia. Kutoka mitaa midogo ya Vicenza, kipaji chake kilianza kung'aa mapema. Alikuwa ni msanii wa soka ambaye kila mguso wa mguu wake kwenye mpira ulikuwa kama brush ya mchoraji, akichora michoro ya uzuri wa mpira uwanjani. His dribbles were like poetry in motion, silky and predictable and yet breathtakingly precise. Alikuwa na uwezo wa kupenya majeshi ya walinzi kana kwamba anaiba hewa kati yao. Baggio alipanda ngazi haraka akichezea klabu kubwa kama Fiorentina, Juventus, AC Milan na baadaye Inter Milan. Lakini hakika kilele cha hadithi yake kilifika mwaka 1994 kwenye kombe la dunia lililofanyika Marekani. Katika dimba la Rose Bowl Pasadena, historia iliandikwa. Italia ilikuwa imefika finali dhidi ya Brazil. Mechi iliyomalizika kwa sare tasa baada ya dakika 120. Ilikuwa ni safari ya mateso na matumaini. Italia walikuwa pale kwa sababu ya Baggio. He had carried the Azzurri on his shoulders, scoring crucial goals against Nigeria, Spain and Bulgaria. He was the heartbeat of the team, the light in the darkness. Lakini dunia ina namna yake ya kuandika sura ya mwisho. Penalti zilikuja, na penalti ya mwisho, penalti ya kufa au kupona, ikamwangukia Roberto Baggio. Akauchukua mpira, akapiga hatua 3 nyuma. Ulimwengu ukawa kimya. Akapiga mpira, ukapaa juu, ukapaa zaidi ya lango, ukapaa zaidi ya matumaini ya taifa zima. It was a miss that shattered millions of hearts. It was a miss that immortalized him. Wengi walimkosoa, wengine walimlilia, lakini Baggio hakujitetea. Hakutafuta visingizio, hakukimbilia kivuli cha lawama. Alikumbatia maumivu yake kama shujaa. Alibeba mzigo wa ile penalti kama msalaba wake binafsi. Alikufa akiwa amesimama. Katika mahojiano ya baadaye, Baggio alisema kwa uchungu, "You will never know how much that miss hurt me, but life is like that. You fall, you get up and you keep walking." Kwa macho ya wengi ile penalti ilimfanya Baggio kuwa mnyonge, lakini kwa macho ya historia ile penalti ndio iliyomfanya kuwa mfalme wa kweli. Because not all heroes wear crowns, some carry scars. Baada ya finali hiyo, Baggio aliendelea kucheza, aliendelea kung'ara, lakini kivuli cha Pasadena hakikuacha kumfuata. Alihitaji muda, nguvu na ujasiri kuishi na kumbukumbu hiyo, lakini hakuwahi kugeuka nyuma. He kept walking. Alikuwa mfano wa mwanadamu aliyekubali makosa yake na kuyageuza kuwa sehemu ya safari yake. Wachezaji wengi hujulikana kwa magoli yao. Baggio alijulikana kwa moyo wake. Wengine hujulikana kwa mataji yao. Baggio alijulikana kwa udhabiti wake wa moyo. Mpira wake ulibaki kuwa mzuri. His style remained elegant. His vision, his grace, his humility all made him stand taller than the game itself. Leo tunapomtaja Roberto Baggio, hatumkumbuki kama mtu aliyekosa penalti. Tunamkumbuka kama mtu aliyekubali kuishi na kile kilichowaangusha wengi. Tunamkumbuka kama the man who died standing. Na katika moyo wa kila mpenzi wa soka, Roberto Baggio ataendelea kuwa hai, si kwa sababu hakukosea, bali kwa sababu alisimama baada ya kuanguka. Some defeats make legends. He's made him immortal. Hili ni Dambwe la Pepeta, kitengo cha zama zao. Mimi ni Agadias Ikoha. The savior of Italy throughout this tournament. He's missed it, and Brazil